wanangojea Yesu asaliwe. Wengi walisherekea, na katika hiyo siku unapoangalia watu wengi waliweza kupata ajali kwenye barabara wakaangamia. Watu wengi waliangamia kwenye barabara. Katika hiyo siku watoto wa shule ambao hawajawahi kutumia pombe walitumia katika hiyo siku. Katika hiyo siku watoto wa shule hata wengi walipata mimba. Na hiyo siku watu wanadai ya kwamba ni siku ambayo Yesu alisaliwa, lakini katika Biblia jambo hilo halipo. Msikilizaji, hebu tega sikio lako usikie vile Biblia inasema. Yesu hakusaliwa Disemba tarehe 25. Kama ulifanya hivyo, ulifanya kwa kutokujua. Naomba Mungu akusaidie ili tukaweze kuishi kwa kufuata neno la Mungu. Hebu sikiliza, tuangalie katika Biblia kama Yesu alisaliwa siku ambayo watu walikuwa wanasherehekea mwezi wa Disemba tarehe 25. Yesu hakusaliwa hiyo siku, na tumeangalia na Biblia ya kwamba kanisa la Mungu ni munguzo wa kweli. Kanisa la Mungu ni kweli, halina uongo. Na tumeambiwa katika siku za mwisho kutakuwa na watu ambao watajitenga na imani ya Biblia wakisikiliza mafundisho ya mashetani. Najua kuna wale wanasikia wanashangaa, wanaona ni kama tuko na injili yetu. Hatuna injili yetu. Sikiliza vile Biblia inasema. Mwalimu wangu, nipe kitabu cha Mhubiri 7 aya yake ya kwanza. Watu wengi wamesherehekea Krismasi wakidai Yesu alisaliwa katika hiyo siku. Sasa naomba kama hujawahi kujua hilo jambo, tega sikio lako nikuonyeshe kwenye Biblia ni nani aliyesaliwa Disemba tarehe 25. Si Yesu alisaliwa. Waje tusome Biblia ikaweze kutuonyesha jambo hilo, nisije nikasema maneno yangu. Inasemaje katika kitabu cha Mhubiri 7 kuanzia aya yake ya kwanza? Twende. Inasemaje? Heri sifa njema. Tunaambiwa na Biblia heri sifa njema kuliko Mariamu nzuri. Kuliko Mariamu nzuri. Heri siku ya kufa. Tunaambiwa heri siku ya nini? Ya kufa. Biblia inasema heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Kwa hivyo tunaambiwa heri, afadhali siku ya kufa kuliko siku ya kufanya nini? Kuliko siku ya kuzaliwa. Kuliko siku ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Sasa watu wanasherehekea Disemba tarehe 25 wakidai Yesu alifanya nini? Alizaliwa. Biblia inasema heri siku ya kufa kuliko siku ya nini? Siku ya kuzaliwa. Kwa hivyo kama Wakristo, ni kusaliwa kwa Yesu kuna umuhimu kwetu ama ni siku aliyokufa? Ni siku aliyokufa. Kifo cha Yesu ndiko kiko na umuhimu kwa Wakristo. Si kusaliwa kwake, si ndio? Naam. Lakini Wakristo wengi walisherehekea Disemba wakidai Yesu alifanya nini? Alizaliwa. Kwanza hao Wakristo waliokuwa wanasherehekea mambo ambao walikuwa wanafanya ni yale ambao Biblia imekataza kabisa. Katika nyumba zao wajai kunywa pombe. Hiyo siku walifanya nini? Walikunywa pombe, si ndio? Kama ni mama ama mzee hajawahi kuingia kwa paa, hiyo siku alifanya nini? Aliingia. Anasherehekea kusaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Wewe unasherehekea kusaliwa kwa Yesu ukifanya mambo ya ajabu ambayo Biblia imekataa. Sasa tunaambiwa heri siku ya kufa kuliko siku ya nini? Ya kuzaliwa. Kwa hivyo kifo cha Yesu ndio kiko na umuhimu kwetu kama Wakristo. Siku zaliwa kwake, si ndio? Naam. Haya mwalimu wangu. Ndio. Niposomea kitabu cha Luka 2 aya yake 26, tuangalie kweli Yesu ambaye watu walikuwa wanasherehekea ya kwamba alisaliwa Disemba tarehe 25 ilikuwa kweli ama uongo? Tuangalie Biblia, kwa sababu leo Yesu anasema kuna watu ambao wanamwabudu kule wakifuata maagizo yaliyo ya kina nani? Ya wanadamu. Wanakiri kwa vinywa vyao wanamwabudu, lakini mioyo yao imeparakana na nani? Na Mungu. Sasa tumeambiwa hili siku ya kufa kuliko siku ya nini? Ya kuzaliwa. Kwa hivyo jambo lililo na umuhimu kwetu kama ni kwa Kristo ni kifo cha Yesu. Yesu alikuja duniani akaishi kama wanadamu ili akaweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu, si ndio? Kwa maana Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokufa alifunikwa, alipokufa hivi, alipofufuka. Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai 2, hebu soma hapo Wakolosai 2:12 inasemaje? Alafu tukaweze kuangalia kweli Yesu ambaye alikuwa anasherekewa Disemba 25 alikuwa Yesu wa Biblia ama ni Yesu mwingine bandia? Nisomee kitabu cha Wakolosai 2:12 inasema. Naomba ukaweze kutega sikio lako, kwa sababu yale nayo yasema
Nitathibitisha kwenye maandiko. Hatujakuja hapa kwa porocho kusema maneno yetu, tumekuja kufundisha watu kweli ya Biblia. Inasemaje Wakolosai 2:12? Inasema mkazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tumeangalia ya kwamba hii siku ya